So kwa wale ambao wametujoin, karibuni, na tunaendelea na discussion yetu ambao wafadhili wetu na partners wetu wametusaidia kuconvene leo kuhusu maneno ya elections and peace and policing. Na kwa wale ambao wamezungumza vizuri sana. All important issues have been touched on without offending, without insulting. Unaona, saa zingine tulikuwa tukifanya kazi na serikali hapa kitambo, viongozi wa serikali wanasema hatutaki kuja, hao watu watatusumbua, watatudharau nini, lakini tumekuwa all important issues are coming up with things, including other issues of tribes, party corruption, nomination. They've been mentioned in a manner that people can listen and understand that is an important issue that needs to be addressed without someone taking it personally. Hata mimi kama mheshimiwa nimeambiwa kazi yangu na zile vitu ninafaa kuzingatia, kufuatilia in a very pleasant and dignified way. You can take it and you see nimeandika these are the issues, these are the issues. So nitaguzia a few maana nakimbia bungeni. Bwana DC na wengineo, ndio nasikia kuna kesi watu walipeleka kotini kuhusu barabara. Na barabara inatengenezwa kutoka Yaya Center kwenda Lang'ata. Na hiyo barabara ni tofauti sana na ile barabara President Uhuru na Anne Waiguru alitutengenezea kutoka Darajani kwenda Highrise. Nakwambia tofauti ni nini? Barabara ya kutoka Darajani kwenda Highrise ilikuwa ni barabara yetu. Kweli ama uongo? Ilikuwa inaingia katikati ya kijiji yetu, pahali hatuna barabara kusimamia maisha yetu. Na ilikuwa ni barabara inatengenezwa hata loop ya kwenda Laikipia, pahali already watu tulikuwa na barabara, lakini ilikuwa ndogo, haikuwa na lami, na ilikuwa uweze pitisha lori mbili hivi, na haikuwa na stima ya lighting usiku. Tukatengeneza committee, tukahusisha kijamii, tukasema barabara ipanuliwe, serikali walete equipment, watengeneze hiyo barabara, waweke lighting, security improve. Sasa ni lifeline kwa maneno ya Kibra. Biashara inaendelea mpaka saa 5, saa 6 usiku. Kweli ama uongo? Hii barabara ambayo inatoka Yaya Center ikienda Lang'ata si barabara ya wana Kibra. Ni barabara ya kusaidia middle class wa escape traffic jam, wakienda Lang'ata, wakirudi Yaya, wakienda Kileleshwa. Kweli ama uongo? Ni barabara ambayo inakuja kutoa mashule ambazo zina exist. Itatoa makanisa ambazo zina exist. Mimi kama mwanasiasa itatoa polling center zangu 2 ama 3. 4. Nichocha hapa hadi 6. Hiyo sasa ni yako. Sasa 4 polling centers will be affected. Hatujaambiwa makini, even me as a representative of the people, what will happen to those polling centers? Where will those people vote? Kwa sababu baada kuna kura imeandikwa nini? Mashimoni supporters. Na unapomoa hiyo shule unaweka barabara. Siku ya kura ya Mashimoni supporters watavote wapi? Unaona? So ni kitu muhimu sana ministry wajue wamepeana contract na tender. But even the funders, World Bank and the EU, principles of international development and aid are very basic. Do no harm. Leave the people better off than you found them, or leave them alone. Kweli ama uongo? Ministry hawajazungumzia maneno ya compensation. Na hii barabara pahali inaenda kuwekwa, hakuna barabara sahihi. Ni watu wameishi kwa hizo manyumba. The number of people who will be affected, hiyo ndio potential conflict zones kudanganya. The day bulldozer itagonga hivi, hata hao persuasive niwe mimi kama mheshimiwa nikiambiwa jameni isiwe vita, mtu anaona sasa hana pahali ya kwenda kabisa. So the number of houses that will be affected, I think it's a huge potential for conflict. Ministry wakuja in a clean fashion, maneno ya kubishana na wananchi kotini, sisi ni serikali, we will do, it will pass. On the other hand, mwananchi akifinywa sana, hana popote pa kuenda, kitu inaweza kikawa na spirit. So, ndio namalizia nikisema hapo, please, this road that is coming is going to be special and different. Na tumeonesha tunaweza shirikiana na serikali, ama hatujaonesha? Mimi niko ODM, nimeitwa mall mara ngapi kwa sababu nimekaribisha Uhuru na tumeshirikiana na Waiguru na barabara tumejenga inafaidi watu wetu. Si hata watu wa ODM sasa tunaendesha gari kwa hiyo barabara. Tunaendesha bodaboda kwa hiyo barabara. Alafu watu wa ODM kwanza ndio wengi wanatumia hiyo barabara na ikiwekwa na serikali ya TMA. Tunakubali.
So tunasema hata hii ikikuja ijengwe tu in a way that compensation iko. Ikiwa kwa ministry wameweka pesa ya compensation ama hawakuweka, then they should slow down, watuambie. Kama ni relocation ya polling centers and school and community facilities, watuoneshe. Those are things ambayo wana DC you don't have to figure out by yourself. The answers I don't even know. The answers are amongst these people. But nakuambia, these are the people with the answers. When we wanted to build the road with NYS, I didn't know the answers. But the answers came from the people in the Kijiji. It is shared leadership. Hao watu wako chini hapa ni viongozi very influential na wako na wisdom ambayo haipatikani kwa university. Wako na wisdom kushinda huyo engineer na PhD. Yeye anajua bila ataongea na jirani yake, jirani akisikia kutoka kwa chairman anajua it is in good faith. Akisikia kutoka kwa MP, anasema MP amepewa tenda bwana, MP ndiye anataka kufanya tenda ya kujenga barabara ya amepewa paki yake. Kweli ama uongo? So there are some places where we must employ all the local leaders and make things happen together. So, two-third gender. Ambunya umeshikilia swala nyeti. Wacha ni kucorrect tu kidogo ama ni kuongeza information. Iko kwa katiba na hii ni challenge kwa wale sisi supporters including myself nimekuwa ni support maneno ya two-third. Iko 5% kwa constitution, si kwa sheria, kwa constitution ya youth, people with disability and other marginalized group. Ukweli ama uongo? Sasa sisi hatujaongea hiyo vizuri. Kwa hivyo branding ya hii maneno ya two-third imefocus too much on wamama, imesahau hii mpaka hata potential supporters and allies wamesema shauri yenu ni wamama pia tunachoka na hii. So hiyo ni a challenge to the supporters of these issues and the agents to also be clear in the branding. We are not just fighting for the two-third gender rule, but tuna insist that a president akiappoint watu, hatujaona ameappoint wanubi wangapi, the marginalized minority kwa cabinet yake, kwa any other positions in government, hatujaona watu wale wanaishi na ulemavu idadi gani, hadiri za 5%, hatujaona youthful people. Mimi nilipoenda bunge nilikuwa 34, sasa nimeshapita hiyo youth, kwa hivyo sita benefit, lakini lazima nikumbuke kutetea the young people who wale wanafaa benefit. So nasema Ambunya, insist, usiseme no two-thirds. Sema hii two-thirds plus hiyo 5% yote ikwe pamoja. Na wamama mmesikia pale tunapoteza support kwa hii agenda yetu, hatuja succeed. Tutafute hata the people with disability, we also mention them all the time and fight for their rights too, and the young people to make sure they get that. So is the IBC getting the right budget? Again, the call was there, make sure IBC has a budget to do its work in the full cycle of elections, from registrations, from preparations, from conducting the elections and the follow-up. So here nimesikia tutaendelea na civic education. Tuna practical suggestions. Wewe chukua namba ya jamaa wetu wa IBC yuko hapa. So tuelewane, tujuane na viongozi wa kidini. Tujue leo tutaleta IBC hata Sunday, tutawasota aje wakuje kuregister watu kwa kanisa yako. Siko na watu wanafanya kazi in Australia Monday to Saturday. Yuko nyumbani Sunday peke yake amekuja kanisa. Kama unataka kuregister yeye lazima uongee na kijana wa IBC ajipange Sunday akuje kwa kanisa yenu na mashini aregister watu. Si ndio? So let us also be part of the solution, and I think IBC to be flexible, to know the needs of the community and the realities. Tukisema tu Monday mpaka Friday 9 to 5, mtu kitambo atembee kutoka job industry area afike Kibich jioni, washafunga ofisi. So tunaweza kuambia IBC mchukuange Wednesday na Thursday off, alafu Saturday na Sunday mtembee kwa makanisa mahali watu wako. Na mimi kama ofisi yangu naweza hata kutoa gari na fuel kidogo, waweke loudspeaker juu, watembeze kwa kijiji for more registration. So inataka flexibility, radisi na team nzima tukisaidiana. Tutasema maneno ya pesa na kura, kukula na kukura, ama kukura na kukula. Ni haki yako. Mimi nawaambia Wakenya, kura yako ni siri yako. Sasa hapa tunasema kura yako ni sauti yako, si ndio? Lakini ni siri yako. Mimi kwa ile kura ilipigwa last time, ninajua tu kura ya watu wawili, yangu na ya bibi yangu. Kwa hiyo mimi nasema ni hatia mtu kuleta pesa, hata ni hatia wewe kuchukua. Lakini kwa maana ameleta, chukua tu. Si tulifanya campaign hapa.
na kuna viongozi wamechaguliwa na hawakuwa na pesa. Kweli ama uongo? Lindi si walichagua kiongozi alikuwa na resources? Si wananchi waliamua hata mwingine akileta pesa ya kampeni tutachagua huyu. Haya, si tulikuwa na MP mwingine alikuwa na hama mtarajiwa na mwingine alikuwa na Probox. Wananchi si walichagua MP wa Probox na pesa si walikula huko, wakasema ni hoteli ama ni Nakumatt. So mimi ninakuhakikishia mwananchi, kura ni siri yako. The only person who gets assistance to vote anaenda pale kwa booth ni pengine ni mtu mzee, macho haoni, hakusoma, hajui kusoma, ndiye anasaidika na ma-agents kuvote. Kweli ama uongo? Everybody else unaenda kwa booth peke yako. Kwa hivyo wewe chukua pesa pale, ule mtu amekupatia, kwanza vote against them, kwa sababu they are thinking you're that cheap. Hata nikikupatia 50,000 to vote for me one vote, it's not worth it. Unaelewa? Never vote to somebody based on money. Vote tu amekuletea sera gani na amepromise atafanya activity. So yule ambaye ametumia pesa mingi akiingia bunge, priority yake ni kupotea na kurecover hiyo pesa. Na atarecover through CDF, atarecover through tender zingine fani, atarecover tu kwa kupotea. Lakini yule ambaye hajaspend pesa hana hiyo pressure. Unaweza kumonitor wewe ulikuwa na Probox, sasa uko na Mercedes 7, imekuaje, umetoa wapi? No wonder atuoni CDF, kumbe unakula pesa yetu. Lakini on the other hand unasema huyu tu bado. Tunaona sasa CDF inafanya kazi. Tulikuwa na mgeni last week akatuuliza, kwani CDF ya Kibra mnapewa pesa zaidi? Aliona tunajenga shule Mbagathi akashtuka. Sawa sawa. So last but not least, talent development. Tutaguzia kuna points mingi zimeletwa, tutaguzia tu kumalizia talent development na shared leadership. Coach wa boxing Hassan ameongea, amewaambia he's trying something. Mimi tulifanya strategic plan consultation issue ambayo ilikuwa kubwa sana. Mimi nilikuwa najua before kwa roho yangu ni education. Tulipofanya strategic plan na evaluation na kila kitu na consultation na public participation in 2013, watu wa Kibra walitupatia 7 issues. And of the 7 issues, bado education ilikuwa priority number 1. So mimi nikasema kama mjumbe to have an impact. Kwa sababu siasa hakuna guarantee, unapewa term moja unaenda nyumbani, tenda wewe naenda, si ndio? Nikasema to have an impact, let us choose one issue and focus. Kweli ama uongo? Kama kuna partners, kama kuna government agent wanaweza kuja kusaidia na these other issues, there are 7 issues. Tukigawa hii pesa kidogo kidogo, we won't have an impact. Wacha tuweke yote kwa sekta moja ambayo ni muhimu na tumeprioritize. Na kwa roho safi aliye na macho ambaye tazama, unaweza kuona tumeanza kuwa na impact kwa mashule zetu. We are not there yet, but we are getting there. Hizo shule tumetengeneza when Ken Okoth is MP and the CDF has been used in that time. Hata kama hakuna CDF in 10 years, those schools will be there. TSC will be providing teachers and children can walk to them. Access itakuwa tumeimprove na ile ni legacy muhimu. So nasema kwa vijana, kwa talent development, ni shared leadership, munisaidie. Organize hiyo tona, ninakuja. Organize the boxing competition, ninakuja. Unaona vijana wa boxing, I know they're always doing their thing. Hata kama sina bradi ya ofisi ya kuchangia, I have in my pocket what I can give small at any time, na wanakubali na wanachanga wanaendelea. They have not waited until I do it for them to start. They have started, so me, I'm a supporter on that issue, and then they're the leaders. So please be a leader in your field and call me, I'll participate. Tasukuma where I can. So kwa mengi na machache, mambo ya security, polisi wako hapa, tear gas mtaani, ngumu sana, tafadhali tupunguze tear gas mtaani. Demonstration tukienda twende kwa amani, kwa system tumejiorganize and we've seen peaceful demonstrations. So let us keep engaging. Hao ni watu watasaidia kuendesha some of these demonstrations. Let us demystify, let us build relationships, know their numbers. Usikie vijana wa Makina wanasumbua, you can call Ambusha, you can call kina Ramtu, vijana wengi wana misbehave. Please waambie wa cool down before they force us to respond. Na ninashukuru civil society, NGOs, CBOs ambao wanafanya community development Kibra na talent development, wengi tumejiorganize hapa for all that good work mnasaidia to help in the youth reform, kupatia alternatives. So by mengi, mimi nashukuru, Mungu abariki the rest of the forum. Najua kuna maswali ambayo yalizungumzwa kwa hawa other
leaders watajibu, na mimi nitaomba permission ya kuondoka. Asanteni sana kwa kuja kwa forum.